Hii ni Soka Ulevi toka hapa Kiswaga Media. Mimi naitwa Fred Kiswaga, niko na mchambuzi wa mpira wa miguu nchini Tanzania, Lugano Israel, mzee wa black and white. Yes. Bwana ujambo? Bwana niko vizuri kabisa mzee wangu. Mambo vipi? Mungu ni mwema, uzima upo. Wanasema kwamba kila kitu lazima uanze na Mungu. Kwa tunasema utukufu ni kwa Mungu. Sifa na utukufu tunamrudishia yeye. Kabisa. Unajua ni kwa nini? Kama umeamka asubuhi ni mzima. Fahamu kuna mtu hajaamka, hajawa mzima. Kama uko hai, kuna mtu hayuko hai. Tunaelewa hicho kitu kabisa. Kama una furaha, kuna mtu hana furaha. Kama una amani, kuna mtu hana amani. Kwa kama vyote unavyo hivi, mrudishie Mungu utukufu. Sifa na utukufu tumrudishie Mwenyezi Mungu. Amen. Bwana Lugano, saizi kila kona ukipita unasikia Selemani we, sele, osele, osele, Selemani we. Hii nyimbo imekuwa ikipigwa sana rafiki yangu, kila kona. Nasikia Selemani we. Dar es Salaam Young Africans wamemtambulisha Suleiman Mwalimu Gomez, moja kati ya washambuliaji wao. Lakini tukiangalia Dar es Salaam Young Africans tunaona tatizo kama ni namba 6 na namba 10. Lakini wameongeza mshambuliaji mwingine. Tunaona kama walikuwa hawana uhaba wa washambuliaji. Hili kwako limekaje? Soka duniani lina vitu ambavyo muda mwingine haviangalii pichi tu. Ndio. Wakati mwingine linaangalia kukomoana dunia nzima. Wakati Figo anatoka Barcelona kwenda Madrid, sio kwamba kuwa na wachezaji wengine wazuri, lakini Madrid walitaka kuonyesha Barcelona kwamba tunaweza kufanya hiki kitu, sisi ni mababe. Si unaelewa vizuri? Sajili zingine zinafanya kimkakati kwa sababu ya biashara, nyingine kwa sababu ya kujinasibu kwamba mimi ni mkubwa, mwingine ni kumdhoofisha mpinzani. Si unaelewa? Kuna zile ambazo zinakuwa na plani kabisa kwamba huyu mchezaji akija kwetu atatuongezea kitu fulani. Yes. Hiyo inakuwa ni kukisaidia kikosi kuwa na ukamilifu kwamba nataka beki, huyu beki wa aina gani tunamtaka huyu. Napambana na adui yangu ili tumpate huyu. Atatusaidia. Lakini kuna wakati mwingine nasema mimi na beki, lakini kule kuna mshambuliaji atakuja kuwasumbua mabeki. Tumngoe yule, tumpunguzie kasi mpinzani ili sisi tuwe comfortable kwenye eneo letu. Ndio. Ukiona vita vya Marekani sio na Russia sio na nini, zile ni kuzipunguza nguvu mamlaka fulani. Muda mwingine unaweza kuidhoofisha kwa sababu unajiona kwamba kesho inaweza kaa hatari. Hebu nipunguze nguvu ili kuweza kutimiza mipango yako. Zipo sajili nyingi ambazo zimefanyika kama ambazo zilifanyika kwa hii ya Yanga na Sulemani. Zipo nyingi sana ambazo zilifanyaga miaka ya nyuma huko. Simba walishawahi kuwaumiza Yanga na Yanga asha kuwaumiza Simba. Ni maisha ambayo yanaendelea kila siku. Juzi tu hapa, tusiende mbali sana, unamkumbuka Kagoma. Kagoma sitakiwa achezea Yanga, si ndio? Simba si ndio alienda kumchukua Kagoma, wakapita naye. Nani aliumia? Yanga. Rudi kwa Morrison. Kilichofanyika kwa Morrison, alikuwa Yanga akaenda Simba. Nani aliumia? Yanga. Rudi kuna issue inamhusu Ibrahim Ame. Wakati wa Coast Union na Bakari Mwamnyeto, ilikuwa ni pacha moja ambayo ilitengeneza ukuta, yani ule ndio ulikuwa ukuta wa Yeriko. Si ndio? Yanga na Simba wakataka kubomoa ule ukuta. Kwanza kwa nini walimtaka Mwamnyeto na walimtaka Ame? Coast Union walikuwa kikwazo kwao. Walitaka kuibomoa. Ndio. Ili wapate urahisi wa kupita. Sawa? Lakini nani anataka kwenda kuchukua ukuta? Yanga akaona kweli wanahitaji mchezaji wa aina ile akae kwao. Umeelewa? Simba naye akahitaji watu wa aina hiyo kwenda kwao. Ndio maana utakuta Simba walimtaka Mwamnyeto, Yanga walimtaka Mwamnyeto na Yanga walifanikiwa ile dili. Yanga walimtaka Ame kwa sababu anataka kuchukua ukuta mzima ule. Simba walimtaka Ame. Waliofanikiwa kumchukua Ame ni Simba. Na dakika za mwisho Ame alikuwa ameongea na Young Africans. Ndio. Yani wamekubaliana kila kitu. Akaenda Zanzibar akasema nikaage ndugu zangu na nikamalize kila kitu. Yani Ame anatoka Zanzibar
Sawa, anaenda Zanzibar, anaenda kucheza Young Africans. Wamemalizana. Amefika Zanzibar, anataka kurudi huku, anaenda kucheza Young Africans. Anafika bandarini Msimbazi, watu wakamteka, akaingia Msimbazi. Si unanielewa vizuri? Hivyo ndo vita vya timu pinzani. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wengi tukiwakumbusha huko nyuma, wengi wameumiza wachezaji. Kuna mchezaji alikuwa anaitwa nani? Raga alishakutanaga naye na Songo Bingo hiyo. Mbuyu Twite. Umeelewa? Rage mpaka akavaa jezi ya Mbuyu Twite. Anajua anaenda kucheza Simba. Si umeelewa? End of the day akaonekana Jangwani. Akaenda Jangwani. Yote ni mapinduzi haya. Kuna baadhi ya wachezaji ambao yani mapinduzi yalifanyika kiroho mbaya. Sasa Suleiman Mwalimu yale sio mapinduzi ya uwanjani, ni mapinduzi ya kiroho mbaya. Unajua kwa nini? Suleiman Mwalimu ndo anaongoza kwa ufungaji magoli ndani ya kikosi cha Simba katika msimu ule. Unajua Simba hakuwa na two digit. Yaani hakuna mchezaji ambaye akafikisha magoli 10. Wote wamefikisha chini ya magoli 10. Suleiman Mwalimu ana magoli 9. Umeelewa? Maanake ni kinara wa magoli. Lakini pia alikuwa apate nafasi kubwa ya kucheza, lakini bado alikuwa na mchango katika nafasi tofauti. Lakini huyu Suleiman Mwalimu tunamzungumzia, aliwagonga Yanga Zanzibar. Ile ni goli la wazi kabisa, lilikuwa goli tu, alijaingia kwenye kuhesabika, lakini lile ni goli ambalo ni halali kwa sababu hata mamlaka wenyewe walisema ni goli. Kwa hiyo lile goli lenyewe Yanga liliwaumiza. Kwa hiyo sasa namna ya kupunguza makali kwamba huyu alitufunga lile goli, lile goli linawezekana likawa na effect kwenye mchezo mwingine. Kama tumepata nafasi ya kumchukua, hebu tumalizane naye. Lakini kwenye plani ya Mwalimu kwamba eti kwenye kikosi cha Yanga alikuwa na plani kwamba aingie yeye, ataenda kuleta effect kubwa zaidi ya wachezaji waliopo pale. Mimi kwangu naona imeenda kisiasa sana. Yaani ile ni mapambano tu ya utani wa jadi. Unajua, au ile kauli ya kwamba ubaya ubwela kwamba walioanzisha Simba Yanga ndo wanaishi sasa. Yaani unavyotaka ndo tunavyotaka sisi yani. Ndio ubaya ubwela. Yaani unavyotaka wewe ndo tunavyotaka sisi. Yaani Yanga anaambia mmetaka na sasa nataka sisi sasa. Unajua kuna sehemu unagongwa panapouma. Yanga walitaka kugonga panapouma kwa Elie Mpanzo Kibisawala. Ilishindikana. Unaona hiyo kauli, unapotaka unachokitaka si ndio unachokitaka. Kibisawala wakamuongezea mkataba Simba, manake Yanga ameshapigiwa kufuri, hawezi kuifungua na funguo zimetuma baharini, hawana namna ya kwenda kuzisaka tena mpaka mafuriko yalete ile funguo. Sasa sio leo. Umeelewa? Sasa imekuja nyingine ni swala la ni swala la Suleiman Mwalimu. Sasa Suleiman Mwalimu ni vipi? Waliona upenyo. Upenyo ni upi? Ni kwamba mimi hapo ndio nataka nikuulize, yani Simba walifeli wapi paka Yanga wakapita naye? Simba walichokifeli ni kitu kimoja. Simba wana pesa yao iko benki na Yanga hela yao iko kwenye mfuko wa shati. Kwa hiyo mmoja ya pesa amehifadhi benki, mmoja pesa anatembea nayo wa shati. Sasa mfuko wa shati, ndugu yangu, ukikanyaga vitumbua vya watu unalipa hapo hapo bwana. Samahani bwana, samahani, kwani vitumbua shilingi ngapi? Umemaliza wewe mpaka uende benki. Sasa benki muda mwingine zinafungwa na kuna foleni usiku zinafungwa. Kama una hela nyingi benki hamna foleni. Asikwambie unaingia moja kwa moja. Foleni unafanya unaingia wewe hapo hela ndogo. Mimi nishakufanya vurugu mwanangu, nikaenda benki naenda kuchukua hela nyingi. Nikaenda kwa meneja. Kaambia bwana vipi? Kaambia nimekuja kuchukua kiasi fulani cha pesa. Sawa. Hawakuniambia kwenye foleni. Sasa siku nyingine nikaenda, akaambia nataka kuchukua kiasi fulani. Kaambia weka foleni. Nikaambia mimi nachukua kiasi fulani. Basi sawa, njoo. Kwa foleni benki inategemea unachukua shilingi ngapi. Unatusumbua na 200,000, 300,000, 4 milioni 1 benki bwana. Milioni 10 lazima kuwepo na uspesho wako. Tuende kwenye issue sasa. Wale mzigo wa Suleiman Mwalimu, Simba wamekuwa wakichelewa sana, wana delay sana kufanya maamuzi. Sawa. Maamuzi wanayoyafanya. Maamuzi gani wanayofanya? Wana delay. Kwanza unajua wanasema kama una mke ambao unajua kabisa huyu mke ni wa kwako, hakuna anayegombeana naye. Yaani unaweza kumfanya chochote.
Lakini inapokuja mwanamke ambaye unajua kuna mtu naye anamendea, yani lazima vita pia nao uongeze nguvu, maana unakuwa na competition hapo. Competition. Sasa Simba walijisahau kwa Suleiman Mwalimu, anajua yani kama ameshaoa kwa bwana shalipa mali si nini kila kitu. Yule Suleiman Mwalimu yuko kwa mkopo Simba. Yanga walionyesha kumtaka Suleiman Mwalimu kabla hajaenda Wydad Casablanca. Wakati uko Fountain Gate FC ilitajika Suleiman Mwalimu siku nyingi. Kumbuka anaondoka anaenda Wydad Casablanca, Suleiman Mwalimu ana magoli 7 kwenye ligi ndio alikuwa anaongoza. Kitu ambacho kilimpunguzia ni ile kuitwa kwenye timu ya taifa under 20 ile walimuita akawa anashiriki kule mechi ligi zinaendelea, kwa wengine akaanza kupata nafasi ya kumsogelea, lakini ndo hakucheza tena, akaenda zake Wydad Casablanca. Yanga alikuwa anataka, Simba alikuwa anamtaka. Kumtaka kwa Yanga kulikuwa kwa muda mrefu. Amefika kule kacheza World Cup. Manake ile value yake ni kubwa. Yes. Amekuja Simba amemwomba kwa mkopo, amecheza hapa kafunga goli 9. Ndani ya muda mfupi. Pamoja na kuwafunga Yanga ambayo kwa goli la 10 likataliwa. Umeelewa? Kwa Simba itakiwa uongeze umakini wa kulinda value yule mchezaji. Kwa bwana yuko kwa mkopo. Sasa tunafanyaje? Angalia sasa Simba anavyokuambia wao wanasubiria ile benki. Wameongea na uongozi wa Wydad Casablanca, mbele kuna uchaguzi. Yaani kama hela ingekuwa mfukoni, manake pale Simba hii swala singekuwa limefika. Manake waliongea bwana mtalipa kiasi fulani. Lipa, tutalipa mwisho wa mwezi. Huo mwisho wa mwezi ndio kukaa na mvutano mpaka ukafikia hatua uongozi wa mpya ukaingia madarakani. Si unanielewa? Ule uongozi mpya ulivyoingia madarakani wakawa wameruhusu mwanya wa mtu mwingine akaongea na uongozi mpya unaoingia. Hapo ndo yani unajua mpasuko ulianzia sehemu gani nikwambie. Watu hawajajua. Young Africans walianza kumtaka Suleiman Mwalimu muda mrefu. Engineer Said ni mwenyekiti wa rais wa Yanga, lakini mwenyekiti wa ACA. Vilabu Afrika. Umoja wa Vilabu Afrika. Yeye ni mwenyekiti. Kwa hiyo kiongozi yoyote akishinda uongozi, hata siku Simba akifanya uchaguzi wakishinda, madam kama wao kwenye rotation ya nini ya umoja, mwenyekiti wa umoja wa vilabu atawapigia simu kuwapongeza, ana mandate hiyo kwa sababu ni mwenyekiti wa vilabu. Sasa hicho ndicho alichokifanya Engineer Said. Wydad Casablanca kulikuwa na hilo zoezi la kuwapa uongozi viongozi wengine walioshinda, itabidi akawapongeze, bwana hongereni sana kwa kile ambacho uchaguzi na kupata viongozi wapya. Viongozi wapya tuko pamoja kusapotiana si nini na nini na nini. Hapo ndo ya maongezi yakaanza kuchomeka kwamba kuna mali hapo bwana. Lakini bwana unajua sisi na mchezaji wetu kutoka Tanzania hapo Fred vipi bwana yuko kwa wenzetu bwana, tulikuwa namtaka mara hawale si nini na nini, wanalipa kiasi fulani si. Sasa sikiza, sisi tutalipa zaidi hapo, tupeni huo mchezaji. Na wale wanafanya biashara. Simba hawajui chochote. Walijua tu kwamba Yanga alikuwa anamtaka. Wanakuja kesho sasa Simba kaja kujua kwamba yule wameshaongea na Yanga. Yani wakapata taarifa kwamba bwana za ndani walikuwa wanamtaka na nini. Sasa Simba ili ku outshine Yanga ndo wakaenda kumtangaza. Si unanielewa? Kwamba hii ni mali yetu. Akaonekana kama wanasaidisha mkataba, kama anapiga picha na Suleiman Mwalimu kwa sio Simba Day. Ile barua ya mwanzo. Okay. Wakaenda kumtangaza pale ndo walipokuwa wamekosea. Kwamba tumemtangaza. Wale itakiwa yani wameongea na uongozi uliopita. Uongozi uliofuata itabidi warudi kuwapongeza na kuambia bwana tumefikia makubaliano na timu na uongozi uliopita, huu hapa tumefikia hapa. Sasa wao wakadili na mkataba uliopita wa uongozi uliopita. Wale walivyoingia lazima kuna doubt kwamba inawezekana labda kuna vitu ambavyo vikukaa sawa, kuna rushwa au kuna nini. Watu cheki na kutana, mbona huyu mchezaji huyu yuko kule alafu yeye hajaingia, kwa nini? Alafu sasa ubaya wake ndo ameshaingia nani mtu akaenda kusema mimi bwana, mimi mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, sasa kuna mchezaji kule, mimi una mchezaji bwana, mko vipi pale, kwani nini tunafanyaje? Nini namtaka yule, nitaongezea na hela zaidi ya ile ambayo alikuwa anapewa. Watu kuangalia mkataba kweli jamaa hajalipwa, ile inaweza kaongezeka, unafanyaje? Watu wakaanza kufanya nini? Kufuatilia. Ndo pale kaharibika. Sasa hii nyingine hii ikambaki sasa hivi wakarudi wale. Wakarudisha bwana
hatutaki kufikia huko, tuna mahusiano mazuri sio na uongozi, wala uongozi akaona aibu. Ile aibu itabidi wazungumze chini na nini na nini. Huko nani engineer alikuwa amemalizana kuzungumza nao, ila wale walikuwa hajamaliza mpango kwa sababu itabidi aende kwanza mchezaji wakae vikao. Ndio. Kwa sasa itabidi wakae pale za ndani sasa. Wamekaa na Simba kama wamemalizana. Baadaye ile hela si Yanga si walisema wataongeza kiasi fulani. Ndio. Sasa itabidi waambie Simba, jamani, sasa sisi kama uongozi wetu kuna ofa zilikuja hapa, ongezeni kiasi ambacho wamefikia wenzenu, nyinyi mna kipaumbele kwa sababu nyinyi ndio mlikuwa naye mchezaji. Wekeni hela hii ambayo tumeongea na upande wa Yanga. Ndio. Weka hela iko benki. Si umeelewa? Wakaambia sasa tupeni muda tutaiweka hiyo hela. Kosa hilo. Engineer Saidi alikuwa tayari ameshasahau hivi. Yaani mambo si mengi. Anasahau kwamba sasa walichokosea kitu kingine Simba. Kwenye Simba Day walivyomtangaza tu. Tumemalizana na Sulemani Mwalimu pale simu engineer. Naona tuliongea lakini ushindwa kuniambia kama haiwezekani. Nasikia huku tayari wameshamtangaza. Tayari ameshaenda huko, lakini mimi nashukuru tuliongea, nilitegemea angekuwa mchezaji wangu kwa mkopo angekuja Yanga. Yuko bwana, kwanza hajalipa watu wenyewe wale. Mwache tumeongea nao lakini hajalipa hela. Watalipa. Sasa kama hajalipa, mimi unaonaje mimi nikakulipa sasa hivi? Hela iko kwenye shati, kaambia bwana hii hapa mwanangu hii. Nalipa. Basi lipa. Walivyolipa tu. Pam. Email inaenda Simba. Tumecancel deal. Naomba dili letu tuna mpango wa kufanya maamuzi tofauti na haya ambayo tuliamua ya Sulemani Mwalimu. Kwa sababu hujalipa hela, angelipa hela maana yake mkataba si ushamalizana. Sasa ikatokea pale Simba anasoma email, jasho na watoka. Umeelewa? Tutarudisha vipi mpira kwa kipa? Yaani tuenda kufunga vipi au turudishe mpira kwa kipa na mpira tayari unataka kwenda umeshavuka nani? Ili goli tushapigwa tunafanyeje? Haina namna. Sasa kilichotokea za ndani sasa Sulemani Mwalimu itabidi aongee na meneja wake. Haiwezekani aende kwenye timu nyingine ambayo alikuwa achezi, itabidi value ya Sulemani Mwalimu pia ikue. Haiwezekani wale malizane tu aende kama mzigo. Kwanza anaenda kutengeneza chuki na nini? Na mashabiki. Itabidi sasa Sulemani Mwalimu uplift value yake. Kwa bwana naomba muongeze thamani yangu. Sawa tumeongea na wale kwa sababu mandate Sulemani Mwalimu anaweza pia kukataa kwamba mimi sasa kwenda kwenye timu. Kwa hiyo wangelazimisha Simba waongeze dau kwenye zaidi ya ile pesa ambayo iko mezani. Umeelewa? Kwa hiyo Sulemani Mwalimu alivyoambia Yanga, ambia sawa tutaongeza, haina shida. Sio wanajua ile goli linaenda kuumiza watu. Basi wamemwekea mzigo mzuri, hata ningekuwa mimi ningekubali. Sasa utamlaumu vipi Sulemani Mwalimu? Mashabiki wa Simba jamani, mimi naomba radhi namuombea msamaha Sulemani Mwalimu kwa niaba ya watu wote ambao wamefuatilia mchakato. Sulemani Mwalimu asingeweza kabisa kukataa hiyo pesa ambayo kapewa na Young Africans. Anatafuta maisha. Mchakato wa Young Africans ulikuwa ni zaidi ya umafia. Umeelewa? Ule umafia, kwanza umafia huko katika kumtaka Sulemani Mwalimu lakini kumwekea donge nono. Kama mimi nakataaje? Najua miaka ijayo nitakuwa wapi wakati ile nakuja upande wangu. Msimchukie wana Simba Sulemani Mwalimu. Sawa hiyo kwa mpinzani wenu lakini ni sehemu ya maisha, mkubali. Kikubwa ni kutafuta mchezaji mwingine. Bwana kuna mchezaji mwingine ambaye Simba wakimpata machungu atapoteza. Yaani machungu watakuwa tuwaombee wapate huyo mchezaji. Sio tuwaombee, wao waamue kuwekeza wampate huyo mchezaji. Tena ni Mtanzania kabisa. Nani wewe? Tena ni mchezaji mmoja makini sana. Sema ni ile tu kwa sababu tu wachezaji wetu wengi hawafuatilia wachezaji. Umeelewa? Anaitwa Ismail Mgunda. Master Upara, mmoja yuko Mashujaa huyo. Yule ni mtu sana. Unakumbuka kale mechi dhidi ya Simba? Akapiga mashuti haya mawili. Moja kasali yaani malaika wakamsaidia karuka akaudaka ule mpira. Kuna nyingine mtamba wa panya ikapigwa ile ikarudi ndani na kama ingerudi ingemgonga tena nani Kasali ingeingia ndani. Yale mashuti tu yale pale yanakuambia yule ni mchezaji wa aina gani. Unaelewa? Lakini aliwapiga TRA goli la mbali kabisa. TRA wanakufa pale. TRA tunaiona ya moto lakini amekufa pale wapi
uwanja wa Tanganyika pale, umeelewa? Kwa maana Lake Tanganyika pale Kigoma, mashine moja kutoka mbali, afu inaingia kule ambako anataga kunguru sana anatagia pia kwenye engo kala anakotagia nani njiwa kule anakotagia kunguru kule mashine ndani, tumeelewa? Kwa hiyo wakimpata Mgunda inaweza kuwasaidia kupunguza machungu. Simba sio itasaidia. Mgunda ni bora kuliko hata Sulemani Mwalimu, isipokuwa nyota ya Sulemani Mwalimu iliwaka zaidi ya Mgunda. Unajua watu wengine ni wazuri, isipokuwa bahati. Unajua unapocheza kwenye timu kubwa zinakusaidia kuwa bora. Sasa kama Mgunda yuko bora, tunashujaa akija Yanga anashinda nini? Akija Simba ana nani? Nimesemaje? Akija Yanga. Jamani, sio akija Yanga. Akienda Simba. Mashine ile achana nayo. Bwana, mimi sina cha kuongeza. Umemsikia mzee wa Black and White Lugano Israel tukizungumzia dili zima la Suleiman Mwalimu. Ameelezea kwamba walipofeli Simba na walipofanikiwa Yanga kumpata mchezaji huyu. Kwa hiyo tutegemee kumwona Suleiman Mwalimu katika kikosi cha Yanga, licha kwamba ameelezea kwamba wingi wa maforward ambao Dar es Salaam Young African wanao si kigezo cha Suleiman Mwalimu kutoka kucheza, isipokuwa amesema wakati mwingine vilabu hivi vipo kwa nia ya kukomwana. Hii ni Soka Ulevi. Mimi ni Fredrick Swaga, niko na mzee wa Black and White Israel Lugano. Tukutakia utazamaji mwema wa vipindi vyetu.